Bishop hawezi kuwa deacon. Bishop hawezi kuja aweze kutupiga picha. Lakini kila mtu kwa nafasi yake, kila mtu kwa lengo lake, kwa hali umeitiwa. Una dhamani kubwa kwa mwili, kwa maana umeitwa na Kristo. Ndiposa ukaje ungane na wengine kumtumikia huyo ambaye uliyemwamini. Amen. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanajidharau, wanafikiria yeye si wa maana kwa kanisa. Lakini ukisoma katika kitabu hiki, sura yake ya 25 inasema ili kusiwe na faraka ni umeze nk'amaraso mubiri. Kubera ko azaduhuza tukaba bamwe. Lakini mtu hana Roho Mtakatifu uzahura n'abandi. Huwezi kuungana na wengine kama huna Roho Mtakatifu. Tumtafute Roho ndiposa tuungane na wengine. Ubumwe ntibwoza hatari umwuka wera. Umwuka wera ni uzuhuza abantu. Kazumva umuntu murahu. Mutavuka, mutabana, kazumva mukunda, kazumva umwimvamo. Unajihisi ukimkosa unasikia umemumisi, lakini kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Hatuna Roho Mtakatifu. Asifiwe Mwokozi. Hatuna Roho Mtakatifu. Shukuru jina lako. Tunashukuru kwa sababu wewe ni mwema. Umeendelea kuwa pamoja nasi. Bwana tunakushukuru na tunakuabudu. Bwana tunakusifu na tunakuabudu jioni ya leo. Kwa maana maisha yetu yatakuwa ni yenye dhamani tukiwa pamoja na wewe. Maisha yetu yatakuwa yenye maana sana tukiwa pamoja na wewe. Kwa maana wewe ndiye uzima wa milele. Ulikuja ili sisi ambao tulikuwa tumepotea tupate uzima. Ndio maana tunashukuru jioni ya leo. Wengi kati yetu tulikuwa tumepotea, hatukuwa na jinsi ya kuweza kurejea kwenye njia. Lakini ukaendelea kuonyesha mfano mzuri ndiposa tukuige wewe. Bwana tunakushukuru jioni ya leo kwa maana wewe ni Mungu mtakatifu. Bwana tunanyenyekea mbele ya mikono yako ili utulishe na utunyweshe katika safari hii. Kati Elia aliweza kusumbuliwa na safari wakati ilikuwa nzito. Alikuwa amefikia kwenye nyakati za kuzikata tamaa. Lakini akaweza kulala hata ndipo afe. Lakini ukamwambia amuka unywe na ule kwa maana safari ni refu. Hangeliweza safari ambayo ilikuwa mbele kwa maana alikuwa ameshtuliwa. Alikuwa amefanyiwa uoga na huyo malaya. Lakini kwa sababu ulikuwa umemlisha na kumnywesha, akaweza siku za safari yake. Wengi hapa tumezikata tamaa kwa maana ya mambo ya dunia. Na umesema ya kuwa neno lako limepandwa. Lakini ibilisi akaja mengi akachukua. Akasema zile zimeanguka kwenye njia, zingine zikaanguka kwenye miiba, zingine zikaanguka kwenye mwamba na hazikuweza kupata nafuu ya kuweza kukua. Lakini zingine zikaweza kuangukia kwenye udongo muhimu, zikaweza kuzaa matunda 100 na tena zaidi. Baba tunanyenyekea mbele ya mkono wako kwa maana wewe ndiye utakayetuwezesha. Kwa maana hatujiwezeshi sisi. Wale ambao wamekaa kusikiliza neno lako, Baba uendelee kukaa pamoja na wao. Nasi ambao tumesimama kulizungumza neno lako hatuwezi, lakini pamoja na Roho Mtakatifu ambaye umetutumia kama msaidizi, tutaendelea kuimarika katika safari hii. Tunashukuru kwa maana utaendelea kuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu tunaomba pia kuamini. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Asifiwe. Kadukoresha ururimi rumwe kugira ngo twihute pastor kubera ko amasaha yagiye. Sawa sawa. Tunashukuru Mungu jioni ya leo kwa maana Mungu ameendelea kuwa pamoja nasi. Kwa wale wote ambao wameshafika, Mungu awabariki. Tunashukuru kwa ndugu Evangelist Sokrate ambaye ametoka kuzungumza neno la Mungu. Amezungumza, ndio maana nimempa wa kwanza ili aweze kuzungumza bila vikwazo. Amen. Kwa maana tukimpa mtu nafasi ya kuhubiri lazima apewe muda wa kutosha. Kwa hivyo hatuwezi pata muda wa kutosha, lakini kwa dakika hizo ndogo ambazo tumezipata tunashukuru Mungu. Amen. Kwa hivyo namshukuru ndugu. Nilipompigia simu alikuwa amekataa, lakini akaja pia kukubali. Kwa hivyo nakushukuru sana. Tena tunashukuru viongozi wa kanisa ambao wametupa fursa hii, kwa maana unaweza
sema lakini isifanyike. Lakini Mungu akipenda lazima itafanyika. Amen. Sisi kama kundi la waombezi tukiendelea kushukuru viongozi wa kanisa kwa fursa hii ambayo wametupa, kwa maana hatungeweza kupata nafasi hii kama si viongozi wa kanisa. Lakini viongozi wa kanisa wakaona ni lazima tupewe nafasi hii. Kwa hivyo tunanyenyekea mbele ya ukuu wenu na pia heshima zenyu, tukisema tunawashukuru na tena tunawatambua. Kwa hivyo kama waombezi muwashangilie na makofi mengi. Ninashukuru pia waombezi ambao tunaendelea kuambatana nao kufanya kazi ya Mungu, tukiwaambia pamoja na uongozi wa kanisa tunawaamini na tena wao pia wanafanya kazi nzuri. Kwa sababu wakija hapa waharibu vitu, saa zingine hata bishop akiniuliza hajafanya makosa, kwa maana hiyo ni lazima. Lakini kwa sababu Mungu anawasaidia wanafanya kazi nzuri, hiyo tunashukuru kwa ajili ya Mungu. Na washukuru nyinyi nyote ambao mmekaa kusikiza neno la Mungu. Mimi huanga nashangaa sana nikiona sana muombezi ambaye anacheza, anafanya kila kitu, lakini wakienda kuzungumza neno la Mungu anatoka. Hilo jambo nalo pia ni la kujifunza, kwa maana habari makabazo ko kwibasa umunyamasengesho uzubyina cyangwa karirimba, lakini ikifika wakati wa neno la Mungu anatoka. So mbivuze mwitsinda ry'abanyamasengesho, lakini pia na wakristo wote mkuwe mnakaa mkule neno la Mungu alafu ndo mtoke baadaye. Amen. Wacha tusome neno la Mungu kwa sababu muda unayoyoma. Tusome, ndugu Sokrata atusaidie kusoma katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto 12 mstari wa 12. Atakuja kusoma akiteremuka, nitamwambia mahali atakuja kusimamia. Atasoma 12 alafu atakuja kuruka pia akuje kusoma 25 26. Hapo katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto, kitabu cha mbere urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorinto 12 murongo wa 12, hanyuma ze gusimbuka asome kuri 25 na 26. Kadusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze iti, kuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nkuko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Amen. 25. Kugira ngo umubiri utirema ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icubahiro, ingingo zose zishimanwa narwo. Amen. Amen. Wacha tutaendelea kusoma, tutaenda tukipeana verses za kusoma, lakini wacha tuzungumze neno la Mungu. Tutazungumza juu ya kanisa la Mungu, kanisa kama mwili wa Kristo. Amen. Turaganira hejuru y'itorero nk'umubiri wa Kristo. Itorero, kanisa kama vile mwili wa Kristo. Nicho nicho tuvugana mu minota mikeya, Imana iza kuduhereza kuganiramo. Waimbaji wametoka kuimba hapa saa hii, wakaimba wakasema tuwe pamoja wa Kristo, tulijenge kanisa. Amen. Kwanza tunafaa kujiuliza kanisa ni nini? Ikanisa ni kitorero niki? Kanisa, ukiendelea kufuatilia kwa historia za vitabu, wale ambao wanafuatilia vitabu, wanasoma vitabu, itorero, icho biti itorero ni watu ambao wameweza kuchaguliwa, wakatolewa kwa watu wengine. Umati wa watu mkubwa sana wakatolewa ndiposa waweze kuletwa. Na wameletwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya imani yao. Batoranijwe mu bandi, bakurwa mu bandi, bazanwa ahantu, bihuriza ahantu hamwe kubera imyizerere yabo. Amen. Iryo niryo biti itorero. Hari amakanisa dusanzwe tubamo, ayo ngaya ari mu itorero, lakini kanisa la Kristo ni watu ambao wamechaguliwa, wameweza kutolewa mahali kwa ukumbi wa watu ambao ni wengi zaidi kwa dunia. Lakini wakatolewa mahali fulani, wakaletwa mahali fulani, ndiposa waweze kukusanyika. Lakini kile ambacho kimefanya wachaguliwe ni kwa sababu ya imani yao. Kubera kwizera kwa ibyo bizera, bigatuma abaklasa bakabakura mu bandi, bakavuga ngo abangaba n'abanyetorero. Amen. Ibyo ni byo kanisa. Kwa hivyo tutazungumzia kanisa kama mwili wa Kristo.
Kwa nini Yesu ametoka mbinguni akaja kufa kwa ajili ya kanisa? Yesu alikuwa anatafuta nini? Ni nini Yesu alikuja kufanya? Ni nini ambayo inadhihirisha mwili wa Kristo kama kanisa? Kanisa hili ambalo tumekuja kushiriki, watu ambao wanakusanyika kujiita wanakaa kwa kanisa hili, wengine kwa kanisa hili, lakini wamekusanyishwa ndiposa waweze kuja kumwabudu Mungu kwa sababu ya imani yao. Yule wanayemwamini wakakuja, wakisimama pamoja, wakifanya kazi kwa pamoja, ndiposa waendelee kumtumikia huyo ambaye wanamwamini. Amen. Hiyo ndiyo tutakayozungumzia tukiendelea kuambatana na hizi verses ambazo tumeendelea kuzisoma. Yesu wakati ameendelea kuzungumza na wanafunzi wake, tumezungumza usiku, bishop alikuwa anagusia hayo. Kanisa la kwanza lilikuwa lina jukumu ya kusoma kwanza, walikuwa wanajifunza. Ngo bagira gumwete wo kwita kuza bigishaga. Walikuwa na bidii ya kutafuta yale ambayo wanafunzi wa Yesu Kristo wanafundisha. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili, walikuwa na bidii ya kuumega ugali wakikumbuka kifo cha Yesu Kristo. Tatu, walikuwa na bidii ya kuomba, wakishiriki ili waombe Mungu awape nguvu na kuwasaidia katika safari yao. Ibyo nibyo byarangaga itorero rya mbere. Amen. Kwa nini Yesu ameandika, Paulo ameandikia Wakorinto wa kwanza akawaambia ya kuwa sisi ni kama mwili mmoja. Kasema kanisa limefanywa na viungu vingi. Mwili umefanywa na viungu vingi. Kuna masikio, kuna macho, kuna miguu, kuna kila kiungu. Lakini akasema hizo viungu zote zimefanya mwili. Ntabwo umuntu azayitwa ijisho, azayitwa umubiri. Umubiri uriho amaso, uriho amatwi, kandi buri rugingo rwose rufite icyo rugenye gukora. Amen. Ndio maana Mungu alipokuita ukatoka huko mahali ulikuwa, si Kongo, si Kenya, la kwenye dhambi, pahali ulikuwa msherati, ulikuwa mzinzi, ulikuwa unafanya dhambi yoyote, lakini Mungu akakuita ndiposa uje pamoja na mimi tushirikiane. Uwe mguu nami niwe mkono, uwe macho nami niwe masikio, uwe roho nami niwe kiungo kingine, ndiposa mwili wa Kristo uweze kujengeka. Amen. Kwa maana bishop hawezi kufanya ya wanakwaya. Bishop hawezi kuwa deacon. Bishop hawezi kuja aweze kutupiga picha. Lakini kila mtu kwa nafasi yake, kila mtu kwa lengo lake, kwa hapahali umeitiwa. Una dhamani kubwa kwa mwili, kwa maana umeitwa na Kristo. Ndiposa ukaje ungane na wengine kumtumikia huyo ambaye uliyemwamini. Amen. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanajidharau, wanafikiria yeye si wa maana kwa kanisa. Lakini ukisoma katika kitabu hiki, sura yake ya 25 inasema ili kusiwe na faraka katika mwili, ngo ntibigire intonganya. Tamasha kubira mu mubiri. Amen. Ijisho ntijoreba ngo gutwi kuvuga ngo se nanje nkeneye kureba. Masikio hayawezi kusikia, alafu miguu iseme na mimi nitapanda nitoke hapa nianze kusikia. Je, mguu utakuwa wapi? Kuboko koje nimba umubiri wose ukeneye kubijisha. Asifiwe Mwokozi. Nimba itorero ryose arabadiakoni, abaririmbyi bazobabana. Nimba itorero ryose arabavuga butumwa, ese abazakora ibindi bitandukanye abadije bazaturuka he? Kama kanisa lote ni wachungaji wa Kristo, washirika watatoka wapi? Lazima kila mtu asikie ni wa maana kwenye kanisa, kwa maana ni kiungo kilichoitwa na Mungu. Bwana sifiwe. Ni kiungo ambacho kimeitwa na Mungu kutoka sehemu fulani. Wakuwa nanje kugwa hangaha duhurira muri ensemble kugira ngo twubake umubiri wa Kristo. Hatukukuja kwa ajili ya kuzozana, hatukukuja kwa ajili ya kutafuta, kwa maana hakuna cheo kikuu kuliko kingine. Hari urugingo muzamubona rukuru kuruturundi. Sikio likiumwa mwili wote unaumwa. Mtazama siba kaza kama ryama kubera kukuguru kwa gizekerere. Lakini sisi kama kanisa, mwili wa Kristo. Kandi gitangaje, Yesu ndiye kichwa cha mwili huu. Amen. Ibaze kuvuga ngo umutwe ni muzima, ariko uyu iki kintu cagize kerere kikaba kigumuka ikavuga ngo titubana nawe wa mutwe. Hivyo ndivyo tunakaa kwa kanisa. Wengi wanakaa kanisani lakini hawajui wao ni wa maana kwa sehemu yao, kwa ngambo yako, kwa mahali uliposimama. Nikijaza vizuri pengo langu, nikifanya kazi yangu vizuri, hitaonyesha pengo. Huyu mwingine pia akifanya kazi yake, lakini si kupigana ili utowe huyu ambaye ako hapa alafu wewe ukae hapa.
uzawiye amajina ukuntu ugutwi ko kubita ijisho ngo ugutwi nako gutangire kureba, amatwi akamamera amaso ayakama amaso ukazurebera hano. Ko niko turimo kubikora mu kanisa. Asifiwe Yesu. Turavuga vuba vuba kubera umwanya. Tutasema ni nini ambayo inafanya mwili. Kwanza, kitu cha kwanza, mwili unafanywa na umoja. Umubiri ugira ubumwe. Umubiri uzushirikiana, mwili unashirikiana. Uzorebe nimba umubiri wazogumuka kubwira ngo uyu munsi ndaje mandamano kubera kuko nanje ntagize gutya. Lakini Wakristo, watu ambao wameitwa wako kanisani, wamekuja kufanyia Mungu kazi. Kubera kuko udafite impano yo kubwiriza ngo mwikanisa ntibazaguha umwanya. Wewe umepewa karama ya kusaidia wagonjwa, umepewa karama ya kuweza kuwakaribisha wageni, lakini hujaitumia. Wewe umepewa kuwa mwimbaji, lakini hujapewa kuwa mchungaji, lakini unataka kuruka uwe mchungaji. Mwili wa Kristo utajengwa kivipi kama tunazozana kanisani? Haleluya! Mwili wa Kristo utajengeka kivipi? Mwili wa Kristo uzagira agaciro rya toro rugasanga ryahengamira uruhande rumwe. Watu wote wanataka kuwa wachungaji, wengine wanataka kuwa, lakini hao wote kwa sehemu yako, kwa ngambo yako, cheza vizuri kama wewe. Uzoreba bakinywa bakina umupira. Nambari 6, nambari 7, nambari 4, nambari 2, nambari 1, kila mmoja anacheza kwa nafasi yake. Kandi umupira ukagenda neza. Lakini sisi twese tukene kuba ba numero 5. Twese agakena ngo ari uturuka hano. Mubirugira ubumwe. Kanisa linafaa kuwa na umoja. Tuwe na umoja, tushirikiane wa ndugu kwa umoja kulijenga kanisa la Kristo. Huo mubiri twahamagariwemo gukoreramo, huo mwili ambao tumeitiwa kufanyiwa ndani, lazima tuweze kuwa na umoja. Tuwe na umoja. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo kugira ngo bamenye ko muri abigishwa baje, ngo mube bamwe. Kuko nje na data natwe turi umwe. Muwe wa moja kwa maana mimi na Baba tu wa moja. Ariko rumenga kumva kuko bamujyamiye kubera ko bamushize kubadije. Kandi yakoze umurimo w'Imana neza. Imana izomuhereza umugisha. Amen. Asifiwe Yesu. Ukisoma katika wa Korinto wa kwanza 12:25 mpaka 26 utapata maneno hayo. Vile mwili wa Kristo, mwili unaungana kwa umoja, bihuriye byose mu bumwe. Jambo la pili, habaho kubahana buri rugingo nubwo ari urunyantege nke. Biri jambo ry'Imana ryavuze ngo ingingo zacu zikojeje isoni nizo bazabambika cyane. Asifiwe. Viungo vya mwili ambazo zinaibu huwezi kuzivicha ushi, kwa maana unazivicha ndiposa pia ziwe na heshima, uzuzambika. Asifiwe. Ndio maana kwa kanisa wale ambao unawafikiria ni wadhaifu, lakini kwa maana wako hapo, hata kama ni wadhaifu, hata kama wana udhaifu mahali fulani, lakini kwa sababu ni wote wanafanya mwili. Ikikita habaye huyu asipokuwa, ukumva kuko nta kazi ukora. Huwezi kufanya kazi ya Kristo kama uko peke yako, kwa sababu kanisa halifanywi na mtu mmoja. Kanisa linafanywa na watu wengi. Kama vile mwili unafanywa na viungo, hivyo ndivyo mwili wa Kristo pia unajengwa na watu wengi walioitwa kutoka mataifa mbalimbali, lakini wakaja ndiposa wajenge mwili wa Kristo. Abisini batubona bakabona durumwe bavuge ngo abana b'Imana, kwa sababu watu wakale hawakujiita wa Kristo, lakini kwa matendo yao, kwa yale ambao walikuwa wanafanya, walipo watazama na kuwaona wakasema hawa ni wa Kristo. Mzamure ubuje tugenda mukabona turaba Kristo koko. Turaba Kristo kwa maana jina hilo wa Kristo ni watu wa Kristo wanaofanana na Kristo. Kwa Yesu yagendaga, kwa Yesu yarameze, niko natwe tugomba kumera, kwa maana yeye ndiye kielelezo, ndiye mfano wa kuiga katika safari hii. Lakini usipomuiga Yesu utamuiga nani? Paulo yabwiye Timotheo, aramubwira ngo uvuga Kristo wafuye akazuka, uwo gusa niwe wenyine ugomba kuvuga. Asifiwe. Huyo tu Yesu Kristo, kwa maana ndiye Mungu alimtuma atupe uhai, kama vile mhubiri amesema. Ni Yesu wenyine ufite ubugingo buhoraho. Yesu ndiye ana uzima wa milele. Yapfiriye kanisa niryazavuga ngo aribereye maso haza sinzira. Muri Bibiliya ikanisa rivuga inshuro nyinshi kuruta ijuru. Yesu yari mavuga itorero, alikuwa anasema watu wake bao amewakomboa. Asifiwe makosi. Nubwo ingingo zo bari nyantegekeye, lakini heshimu kila mtu kwa nafasi yake, kwa maana afiticha kumariye nubwo utakibona. Neno la tatu, ingingo nubwo zishobora kuba inyantegekeye,
izindi zikaba ari izimbaraga, ariko ntiziza zitana hanze. Amen. Ngo mwamubonye, eti mumemubona, mwamubonye. Turi mu gutana hanze. Cyo ni cya gatatu. Cya kane, umubiri, ingingo zose zihuzwa n'amaraso. Amaraso niyo azatembera mu mubiri, mu ngingo zose kazenguruka kujya. Kanisa nalo Roho Mtakatifu ndiye kama damu, azanyura buri muntu wese, anapita kwa Ruvugwa, anapita kwa mimi, anapita kwa ndugu mwingine, anatunganisha sote tunawa mwili mmoja. Kwa maana Roho Mtakatifu ndiye anaunganisha kanisa. Ni uzuzana abashumba bagabuzana abayumbe, abakorari bagabuzana abayumbe, kwa maana wote wana Roho Mtakatifu. Mwuka wera ni umeze nk'amaraso mu mubiri, kubera ko azaduhuza tukaba bamwe. Lakini mtu hana Roho Mtakatifu uzahura n'abandi gute? Huwezi kuungana na wengine kama huna Roho Mtakatifu. Tumtafute Roho ndipo tuungane na wengine. Ubumwe ntibwoza hatari umwuka wera. Mwuka wera ni uzuhuza abantu, kazumva umuntu murahuye, mutavuka, mutabana, kazumva mukunda, kazumva mwimvamo. Unajihisi ukimkosa unasikia umemumisi, lakini kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu, hatuna Roho Mtakatifu. Asifiwe Mwokozi. Hatuna Roho Mtakatifu. Na Yesu amesema, ngojeeni Yerusalemu, ndiposa Roho Mtakatifu akija mtaifanya kazi yangu vizuri. Muzababigishwa banje mwuka wera naza. Ba Petero bageza batinya, babona abasirikare bakama batinya, gafata inkota. Lakini si Roho Mtakatifu amekuja, babaye umwe, bari hamwe, bahuje umutima, kwa maana wana Roho Mtakatifu. Ariko twe kanisa juu, kanisa la kisasa, wengine wamepita, wamefanya kazi yao vizuri, lakini akina sisi ambao tuko kwenye kanisa lakini hatutafuti Roho Mtakatifu, kwa kuwa umurimo w'Imana wauhata mu bwenge bw'iwanyu na asila ya kwenyu. Lakini Roho Mtakatifu akija ngo azabagira abagabo. Haleluya. Mtu hafanywi kuwa mume kwa maana ya lika yake ama miaka yake, kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Iyo mwuka yaje uzuhinduka umugabo kandi uri umwana, uzuhinduka umugabo kandi uri umugore, ukaba umugabo kubera ko ufite umwuka we. Roho Mtakatifu ndiye anatunganisha kama Kristo. Kakujya umubiri uhujwe n'amaraso, niko itorero rihujwe n'umwuka wera. Asifiwe Mwokozi. Ndiposa kanisa la Mungu, tafuteni Roho Mtakatifu. Sifanye kazi ya Mungu kusukuma, wacha kusukuma. Diakoni ntibazabukora babasukuma, ivuga butumwa ntibazarikora babasukuma mu bwenge bw'iwanyu ngo ni intyoza ngo babazi kuvuga. Uzahera mu kuvuga, lakini Roho Mtakatifu hutampata, kwa maana unafanya kazi ya Mungu lakini hutafuti nguvu za Mungu. Neno la tano, wacha tuweze kuzungumza ni nini ambayo inasaidia mwili kukua. Niki kiza gifasha umubiri gukura. Itorero kumubiri wa Kristo, niki gishobora kurifasha gukura? Ni nini ambayo inaweza kusaidia mwili wa Kristo ambayo ni kanisa kukua? Kiza gifasha itorero gukura, kiza gifasha itorero ukavuga ngo iri torero cyarakuze, abangaba n'abanyetorero bamaze gukura, bazi ico gukora. Ni nini ambayo inasaidia? Jambo la kwanza ni ibiryo. Umubiri nti wo kurutari. Amen. Bwana sifiwe. Mtoto akizaliwa wamuweke hapo aache kukula, kweli atakoma? None ko turi mu kuvuka twarangiza tukanga kugira ijambo ry'Imana, tuzakura ryari? Ndiyo maana Paulo yabwiye abayikorinto akawaambia ngo mwebwe muri abakamere, kubera kuko mwiremwe mwibiki. Wamoja ni wakina Apolo, wengine ni wakina Paul, wengine ni wakina Kefa, wengine ni akina nani. Siko bimeze muri twebwe se. Mimi ni wa fulani, mimi ni wa kanisa fulani, mimi ukamusanga umuntu yuzuye naenda akikanyaga wengine. Lakini izo kurya chakula ndiyo ukuza mwili, umubiri ugakura kama umugabo ukabura kuze. Jambo ry'Imana dusome Yeremia 15:16. Yeremia 15:16. Ibiryo ijambo ry'Imana nk'ibiryo. Ijambo ry'Imana nk'ibiryo bikuzitore. Chandugu atusaidie. Yeremia Amagambo yawe amaze kuboneka, ndayarya maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanje, kuko nitiriwe izina ry'Uwiteka, Mana nyiringabo. Amen. Mana nyiringabo. Amen. Komera ijambo ry'Imana mashe.
ijambo ryawe rimaze kuboneka mana, neno lako lilipopatikana, ijambo ryawe rimaze kuboneka, neno lako, ijambo ryawe, neno la Mungu ni chakula. Uzokura gute utazurya ijambo ry'Imana? Uzokura gute udakenera kurya? Baje kuvuga ijambo umuntu utisomeye, baje no kurivuga gasohoka, alafu anakuja wakiimba, alafu wanakuja wakifanya nini, lakini wakinena neno la Mungu agasohoka kama bitamureba. Uzakura gute nimba utarya ijambo ry'Imana? Kanisa litakuwa kivipi? Niyo mpamvu usanga twarahangayitse, mambo mengi tumesumbuliwa, abaririmbyi n'ukwinginga, abanyamasengesho n'ukwinginga, bintu byose ni ugusukuma, kwa maana ni wachanga n'abana mu mwuka. Nta jambo. Mzungu yaravuze ngo ushaka guhisha umunyafrika ngo uzandike. Bintu byose biri muri Biblia, lakini tumekosa kusoma. Mtu anakosa kusoma Biblia. Unaamuka unaenda kazini, wiki inaisha, alafu unakuja eti wewe ni mtu ambaye anasafiri. Utakuwa kivipi? Uzasana Yesu gute? Muntego zitani Imana yaremeye umuntu. Kwa lengo tano Mungu aliyoumbia mtu. Igikurikiraho nugusana Yesu. Bwana sifiwe. Unaweza ukafanana aje na Yesu ambaye alikuwa ni neno. Yarisha. Yesu yarisha. Yakazagerageza akavuga ngo ndumutsima wavuye mu ijuru, umuntu nanjye ntazapfa. Wavuye mu ijuru, umuntu nanjye ntazapfa. Alafu unakaa tuza wiga ijambo, bigisha wewe ntiwumve, usome neno, unakaa na Biblia, lakini neno ni chakula cha Mungu ambacho kinatukuza, kikagukura mu matiku, kikagukura mu magambo, ibintu bimwe ukazubisuzugura, ukazubona nkaho ari ubusa, kwa maana umekura neno, ufite ijambo. Magambo yawe amaze kuboneka mana ndayarya ngo mbere umunezero. Neno ijambo ry'Imana. Ntuzunezezwa gusa n'indirimbo. Iyo basirimbye musique, art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, biryohera amatwi, ariko utayicara ngo uganire n'ijambo. Ufurahi ukiongea na neno. Wa usoma wenyine ukanezera kuzuzwa. Do Imana icyubahiro. Haleluya! Neno la Mungu ndiyo chakula ambacho kitatusaidia kwenye safari hii. Yesu aliwafunza wanafunzi wake, yageza bigisha uko bahuye, kababwira ngo mwirinda abafarisayo, mwirinda umusemburo w'abafarisayo. Nuko niko Yesu yagezaga. Barahiriwe bafite inzara n'inyota yo gukiranuka, nuko lakini sisi timuza muri ganira, uzura n'umuntu mukavuga gusundi mwamara mugataha, hamuzungu muzi neno ntuzuri soma, baje kwigisha ugasohoka. Tuzokura gute? Tuzogwana tumarana, kwa maana hatuli neno. Lakini mtu ambaye amekula neno azayihangana. Ukuraye kwihangana udasomye ijambo ry'Imana. Unaweza kutoa kusamehe ambaye bishop amesema Jumapili kama usomi neno la Mungu, lakini kila neno uzawihanganira abanyantegeke, kwamenye ko nawe uri umunyantegeke. Lakini kama hatuli neno nugusukuma, ibintu byose nugusukuma. Lakini wale ambao wamekoma kiro bazabarya ijambo, ijambo. Usomye Petero wa mbere abaza gusoma 2 no kuri 2, yaravuze ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo bakuze abageze kukakisa. Mwifuza amata y'umwuka adafunguye, tamane maziwa ya roho ambayo hayachanganywi na maji, ambayo atabakuza ngo uzusome ugasinzire. Cha kabiri, imyitozo mwiri. Umwana yazutse bakamusimbiza bakagira gute bakamu kugira ngo umwana akomere, magufuka akomere, hagarare neza. Myitozo n'amasengesho, masengesho y'abakristo. Tangazo dusenge huji kwenye nyumbani huombi, alafu unasema eti unaenda safarini. Hakuna safari, dufite umwanzi, ntimumuzi satani, hamumujui shetani, kwa maana ana nguvu azanetra. Iyaciye mu mwanzi akabona ntubishikiri azamaca mu nshuti, akipitia kwa adui baje uzugira ngo nibo badui bawe, akiona kama akabona wabimenye azamaca mu nshuti. Si alipitia kwa Petro kupitia Yesu, yaramubwiye Petro yamabwira Yesu, aramubwira ngo Yesu wewe baraye bahushije kurasubira he. Yesu yamamenya ko ari satani wavuze, kamwambia toka nyuma yangu shetani. Ti wo bimenya ko inshuti yawe yo kugambanira nimba udasomye ijambo ry'Imana, nimba utazusenga. Ariko lakini ukienda kwa maombi, ukiomba usiku, ukiomba ukiwa peke yako, unazungumza na Mungu. Birigaramu hari kintu yavuze, amesema ngo azatangazwa n'umuntu, anashangazwa na mtu ambaye anaishi duniani, anakula kama wengine, anavaa kama wengine, anaishi Kenya, anaishi Uganda, anaishi mahali popote, ngo ariko akaganira n'Imana. Ngo niwe muntu wenyine uzumutangaza. Mtu ambaye anakaa kama wengine, akamera nk'abandi bose, lakini anazungumza na Mungu, azaganira n'Imana.
tuzokura kute nimba tudasenga? Bene data, tuwache mambo ya kucheza cheza hapa. Tuna nyakati, umwanya wacu ni mugufi. Yesu yaravuze ngo gukora umurimo wantu myaka iri kumanywa. Inanifani kazi ya aliyenituma nikiwa mapema, kwa maana usiku waje na siwezi kufanya kazi. Yesu alikuwa anaangalia nyakati za kusulubiwa, lakini wewe uzubona ibintu byose gusare, ukazubona imyaka gusa kirigirayo, na unafikiria utaendelea kuishi hivyo. Lakini tukiomba, Roho Mtakatifu atakuja, azatwereka ibihe, azaza tubwira ngo wirinde, kuko ibihe bije si byiza. Jihadhari, kwa maana mwikanisa age kwa macakubiri, wirinde bitaguturukaho. Jihadhari, mukiyumbe bigiye kwa mwintonganya, wirinde, uceceke, unanyamanza ugaceceka. Lakini kama huombi, bagusukuma ngo je sinza bishobora, nta mpano yo gusenga ihaba. Hakuna karama ya kuomba, sote ni sharti, ni tegeko. Yesu yavuze ngo musenge muri imperatif. Muombe, ntabwo yavuze ngo karabembereza, yaravuze ngo musenge kugira ngo mutagwa mu moshi. Ariko abantu hatuombi, tutakuwa kivipi? Umubiri uzokomera gute? Tuzotera ba bishop amabuye, tuzoza tubakubita. Utakubona muangaliye wamuvuga ngo mu murara w'uzamumutukira kuri nyina. Kwa maana hujaomba, ariko iyo wasenze bizabe guhereza kubaha, bikaguhereza kubaha umuntu, kaguhereza kubana n'abantu neza. Lakini sisi wewe uzurebera umuntu mu masekuruza yiwawe, umuntu bagiraga n'inka nimwe. Kwa maana hujaenda kuomba ngo Imana ikwishurire, kwereka ukuntu wari fake. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Kati ya vitu ambazo Yesu alikuwa anapenda kuzifanya, kwanza ilikuwa ni kuzungumza neno, pili ni kuomba. Yesu ubuzima kugezageze ku musaraba igestemani mugashaka, alikuwa anaomba. Yesu kugeza ku munota wa nyuma harangiza urugendo rwe, yari kwasenga Yesu. Nimba Yesu yarasenze, wewe Abaefeso, usomye Abaefeso 6:18 urasanga ayo magambo. Cya gatatu, kubana n'abandi mu muryango. Kugira itorero barizwamo. Kuna watu ambao wanakaa ngo n'umunyamasengesho ugiti ciwe, mwingine anasema ngo yeye n'umuririmbyi ku giti ciwe, mwingine anasema ngo yeye n'umuvuga butumwa ku giti ciwe, mwingine anasema ngo yeye ni nani kwa nafasi yake. Kwa nini mtoto anakomaa akiwa familiani? Kubera iki Imana yaremye umuryango kugira ngo umwana ukuriremo. Ese mwe muzamutekereza gute? Kwa nini Mungu ameleta baba, akaleta mama, akaleta wandugu, ndiposa mtoto akizaliwa ashughulikiwe na huu, baba amwambie hii, mama amwambie hii, mkuu wake amwambie hii, alafu mtoto akule hizo vitu zote, alafu aende kwa society, bahure n'abanyeshuri, aende kwa chuo, aende wapi, ibintu zose akarya, alafu akazaza kuvamo umugabo. Kwa nini mnafikirianga hivyo? Tukiwa kwenye kanisa, hilo ni jamii, tunakaa kwenye jamii. Osborne naririmba mfashe, nituganira mfashe, bishop naganira ijambo mfashe, ruvugwa nahagarikira mfashe. Uwo ni wo mubiri, kuba mu muryango. Ta mubiri, ta muntu, ta rugingo rw'umubiri rwigenga. Ukipatana na kichwa cha mtu kikitembea njiani, unaweza kuongea nacho. Wahura n'umutwe wagenda mu muhanda warangiza ukaganiriza. Ukamuvuga ngo namaki, ukazumanuka ukaje kuramutsa umutwe. Lakini sisi tutagengwa n'itorero, tazwi n'itorero. Uwezi kujua utamuulizia wapi. Mwitorero impamvu tuhasha nuko hari ibyo tuharira. Hari ibyo kuna mambo ambayo tunapokea kwenye kanisa. Abaririmbyi baririmbye, dukoza ushirika, bakoze ibiki, huyu akisema haya na mwingine akisema haya, zose byahura bikuba ku mubiri wa Kristo. Umuntu agakura kama mwiza. Tugomba kugira umuryango tubarizwa. Lazima tuwe na familia. Tatu, tunafaa kupenda kushiriki. Amen. Ukisoma katika Waebrania 10:24-25, haravuga ngo abambere bibagiye guterana bararimbuka. Watu siku hizi wanasema eti hapana, sijui ukienda ama usiende ni sawa. Sawa, twende. Tukomeze tugende, lakini uterana gufite inyungu. Ukishiriki pamoja na wengine, kuna kitu ambacho utakipokea. Lakini usipopenda ushirika, utaangamia. Chakane aricho cyanyuma tusoza, ugomba kwiga kuba umunyeshuri. Umwana iyo avutse azayigishwa n'abavyeyi, hariho purusa ninshi abavyeyi bigisha, akabaho purusa abandi nabo bigisha. Ibyo byose ni ibyiciro byo kwiga. Mukristo naye yakizaliwa lazima awe na watu ambao watamfunza. Huyu akufunze hiki, huyu akufunze hiki, nubona yakurushiki ukimwigireho.
Ukiona huyu anakuzidi hiki, jifunze. Ukiona huyu anakuzidi hiki, jifunze. Lakini kuna watu ambao hawajui kujifunza. Bazi kuiga. Iwe no kwicara bintu zose. Kadusome gira tuze gusoza. Timotheo wa 2:3-16. Timotheo wa 2:3-16 tuza gusoza kuko iminota yacu igiye kurangira. Aravuze ngo urwandiko rwa 2 rwa Timotheo 3:16 ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. No kumwemeza ibyaha bye. No kumwemeza ibyaha bye. No kumutunganya. No kumutunganya. No kumuhanira gukiranuka. No kumuhanira gukiranuka. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Na ina manufaa ya kumfunza mtu, ya kumukemea na kumutakasa. Ndiposa mtu wa Mungu ngo abe atunganye rwose, awe ni mtu mkamilifu. Kwa hivyo ndugu zangu ambao tunaambatana nao katika safari hii ya kwenda mbinguni, sisi ni kanisa la Kristo. Kandi kimwe mu bintu Yesu yitaho, moja wapo ya vitu ambazo Yesu anazishughulikia ni itorero. Moja wapo ya vitu ambazo mbingu inakaa ikiwa macho ni kanisa. Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo nzaryubaka ku rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Marembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Bene data, ndugu zangu ambao tunaambatana kwa safari ya kwenda mbinguni, tuko kanisa moja, tunashiriki safari moja, tumepewa roho moja, tuko na Mungu mmoja, tuko na mwito mmoja. Tushirikiane, tuwe na umoja, tusome, tujifunze, tuwe na familia ambayo tunaweza tukasema mimi ni mwanamemba wa familia hii. Alafu tuendelee kuambatana kwenye safari hii. Viungo vikiwa vingi kwenye mwili, lakini havijawahi kuleta mafarakano, havijawahi kuzozana. Mguu ni mguu, macho ni macho, kichwa ni kichwa. Kwa hivyo ndugu zangu, nimba Yesu aliwe mutwe w'itorero. Kama Kristo ndiye kichwa cha kanisa, tujihadhari sana. Tujihadhari sana kama wanamemba wa kanisa. Wirinde mu ruhande rwawe bitaguturukaho. Wirinde mu ruhande rwawe. Kwa maana Yesu ndiye kichwa. Nkuko itorero rigandukira Kristo. Itorero rigandukira Kristo. Ujiulize, mimi pia ni moja wapo ya watu ambao wanamtii Kristo. Ni moja wapo ya watu ambao wanampenda Kristo, wanamfanyia kazi Kristo. Amesema iweni wamoja, tuwe pamoja, tumtafute Yesu. Ukimpata Yesu, umepata vyote. Ukimpata Yesu, utakuwa mtu mzuri. Ukimpata Yesu, atakubadilishia maisha. Hivi dushaka msimigisha, Yesu anazo. Mambo yote ambayo tunataka duniani, Yesu anamiliki. Lakini kwa nini? Kwa maana hatumtii, ndiposa Yesu akatuacha. Bibiri jambo ry'Imana Paulo yaravuze, aravuga ngo yabagize imitima yabo kuba kahebwe, ngo kubera kuko banze kumvira ukuri. Mioyo yao imekuwa kama mawe, kwa maana hawatii ukweli. Wahubiri wanahubiri, hawa wanasema, lakini kubadilika iko wapi? Tunabadilika iko wapi? Kuna wale ambao wana watu ambao wamekusana na wao, lakini hawastaki kuwasamehe. Alafu Biblia imesema ngutababarira nawe ntazababarika. Alafu unakaa kanisani ngurumuririmbyi. Urukundo rwabenshi rwarakonje. Tugikunda abantu, mujenza mubona kumva amaraso yanje nayo bidahuye. Nenda ukaombe Mungu akusaidie, ndiposa nawe uwe kiungu muhimu kwenye kanisa. Uze mu itorero, lakini ukiwa kiungu muhimu, umenye ngo ndugutwe shinzwe kumvira itorero. Mimi ni mguu, mfite inshingano zo kugenda. Mimi ni macho, nina lengo la kuangalia. Hivyo tu. Lakini usipende kuwa mkono, usipende kuwa mguu, usipende kuwa hapa na hapa. Fanya kazi yako kama vile ulivyoitwa. Wewe ni muimbaji, wewe ni muombezi, wewe ni mchungaji, wewe ni fulani. Fanya kazi yako, wacha mazozano, kwa maana Yesu ndiye kichwa, na kichwa ndicho kina control. Umutwe ni uzu control umubiri wose. Bwana sifiwe. Umutwe ivuze ngo twishare muzaba wicara. Umutwe ivuze ngo tugire gutya uzaba mugenda. Umutwe ivuze ngo dukora iki unatembea. Kwa hivyo, kwa maana Yesu amesema tupendane, kwa maana Yesu amesema tuwe na umoja, kwa maana Yesu amesema sameheni, hivyo tusameheni, kwa maana kichwa imeshaamuru. Sisi ni mwili, lakini tunaenda chini ya kichwa. Umubiri ugendera munsi ya mategeko y'umutwe. Kwa hivyo kichwa ni Kristo. Tumtii Yesu, tumtii Mungu, tutaweza kufanya kazi ya Mungu vizuri. Jina la Mungu litubariki.